Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako. Asante mfalme wa amani kwa kuwa umeonekana kwetu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ulikuwa pamoja nasi katika ibada iliyopita. Nasi tena Mungu tunakuja mbele zako tukiomba msaada wako, tukiomba uso wako uende pamoja nasi katika ibada nyingine tena hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru Mungu kwa kuwa ulikuwa pamoja na sisi. Asante Baba kwa wema wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa jambo lolote unalolitazama ambalo Mungu ni chukizo mbele zako katika maisha yetu na kwa namna yoyote ile, Baba, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamee, tunaomba ututakase. Damu yako Yesu Kristo ituoshe na kututakasa na udhalimu wote. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akapate kutufundisha neno lako, tukapate kulielewa neno lako, ukafungue fahamu zetu na akili zetu na mioyo yetu Mungu ikapate kuwa tayari kulipokea neno lako na kuwa tayari kukuzalia matunda. Baba, asante kwa ajili ya fadhili zako. Asante Baba kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Baba kwa kutuchagua kujifunza neno lako wakati huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaitisha kila fikra na kila hila inayojiinua kinyume na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sisi tupungue sana, wewe uongezeke. Tunakushukuru Mungu wetu mwaminifu, tunakubariki, tunakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Asante Baba kwa uaminifu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikishukuru na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunajifunza somo letu la 3 na kichwa cha somo letu kinasema mjane wa Sarepta. Ni habari za mjane wa Sarepta na zinatoka katika Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 7 mpaka wa 24. Na kabla ya kuanza somo letu la leo, somo letu ni habari za mjane wa Sarepta. Linatoka katika Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 7 mpaka wa 24. Nitarudia. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 7 mpaka wa 24. Ni somo letu la 3 na ni habari za mjane wa Sarepta. Bwana Yesu asifiwe. Katika somo letu lililopita tuliachana mstari wa kukumbuka, na tutasema kila mtu atasema mstari wa kukumbuka tulioachiana, na kwa sababu ya muda wetu kwa umeenda kidogo, nitakuwa ninapiki watu. Nitaanza na mwanafunzi kiongozi. Amina. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 15 mstari wa 2, ambayo inasema Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Amina, amina. Pigeni makofi wanafunzi kiongozi. Hata ambao mtakuwa mmesahau na hisi mtakuwa mmenanilia. Mmeshaigilizia. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawataki kuniangalia machoni. Naifuata ni lightness.
Somo letu lilikuwa linatufundisha nini? Lightness. Tunakusubiri useme mstari wa kukumbuka. Naomba mic iende kwa lightness. Mstari wa kukumbuka ulikuwa unatoka katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari wa 2. Nitajifunza kutii na kutotii kunaleta madhara katika maisha yetu ya kila siku. Amina. Amina. Tunatakiwa kutii Mungu anavyotuelekeza. Kama kuna sehemu ya kuacha au kufanya kitu Mungu amekwambia, inapaswa kutii. Amina. Amina. Na mstari wetu wa kukumbuka, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja nami. Amina. Lightness, ujitahidi kukumbuka mstari vizuri. Umejitahidi kwamba ulikuwa unakumbuka kichwa cha somo kilikuwa kinasemaje. Anayefuata ni Elibracha. Amina. Nakwenda kusema Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari wa 2, nayo nasema, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Amina. Wao, pigeni makofi. Mmejifunza kutoka kwa mtoto Elibracha, na sasa tutajifunza somo letu. Na leo mtajitahidi tukumbuke mstari wa kukumbuka, kwa sababu kila siku tutakuwa tunakumbushana mstari wa kukumbuka. Kweli ya Biblia, Mungu anaweza kutupatia mahitaji yetu hata ingawa hali ya maisha zinazoonekana kuwa haziwezekani. Hali za maisha zinaonekana kuwa haziwezekani. Kweli ya Biblia, Mungu anaweza kutupatia mahitaji yetu hata ingawa hali za maisha zinaonekana kuwa haiwezekani. Mstari wa kukumbuka, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Mstari wa kukumbuka unatoka Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19. Nitarudia tena. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Wafilipi 4 mstari wa 19. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Wafilipi 4 mstari wa 19. Ninaamini sasa mtakuwa mmeandika na pia mtakuwa mnakumbuka. Naomba nisomewe maandiko ya somo letu kutoka Wafalme sura ya 17 mstari wa 7 mpaka wa 24. Mstari wa 10, basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni.
Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana lililonena kwa kinywa cha Elia. Ikawa baada ya hayo, mwana wake yule mwanamke, bibi wa nyumba ile, akaugua ugonjwa wake ukazidi, hata akawa hana pumzi tena. Akamwambia Elia, nina nini nawe, mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Akamwomba Bwana akanena, Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Akajinyosha juu ya mtoto mara 3, akamwomba Bwana akanena, Bwana Mungu wangu, nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana akasikia sauti ya Elia, na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Elia akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Elia akanena, tazama, mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Elia, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu, na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Amen. Amina. Mungu akubariki sana. Asante kwa usomaji mzuri. Tunajifunza kuhusiana na Mungu anavyoweza kutusaidia katika nyakati ambazo zinaonekana kama haziwezekani. Na nilipokuwa nikilisoma ili somo, na nilipokuwa nikiandaa, nilipata somo lingine ndani ya hili somo. Nilijifunza pia namna ambavyo hichi alichokifanya mwanamke mjane wa Sarepta kinaweza kuonekana kama ni kitu ambacho alikuwa kama anapanda mbegu. Mbegu tunajua kwamba ni kitu ambacho kinaweza kikawa kinapandwa kidogo sana, lakini kikaleta matokeo makubwa. Kwamba unaweza ukapanda punje moja ya mahindi, indi litakapozaa litazaa mahindi zaidi ya ile punje moja uliyoipanda. Na ndicho tunachokiona ambacho kilifanyika kwa mwanamke mjane. Lakini tukirudi kwenye somo kwamba Mungu anaweza kusaidia katika nyakati ambazo zinaonekana kwamba haziwezekani. Mwanamke mjane alikuwa anaenda kupika chakula ambacho ni cha mwisho, ambacho atakula yeye na mtoto wake afu asubiri kufa, kwa sababu kilikuwa ni chakula cha mwisho na katika nchi kulikuwa kuna njaa. Lakini Mungu anamuinulia msaada kwa namna nyingine. Njaa ilileta majonzi katika nchi. Mwanamke mmoja kule Sarepta alikuwa na unga wa kutosha kuoka mkate mdogo tu kwa ajili yake na mwanae. Ndio somo linavyoweza kutuelekeza ili wale wafe, na kwamba sio tu kwamba alikuwa yuko katika hali ya kwamba anasubiri kufa, lakini pia alikuwa yuko katika hali ya majonzi, kwa sababu njaa na unapokuwa unaonekana kama hauna tumaini inaleta hali ya majonzi, na unapokuwa katika hali ya kutokuwa nacho ni hali inayoweza kuleta majonzi. Labda uwe unajua kwamba kuna msaada mwingine ambao unaweza kuonekana. Na Mungu alimuona yule mjane. Kulikuwa kuna wajane wengi sana katika nchi ambayo alikuwa anatokea Elia, lakini Mungu alimuelekeza kwa mjane wa Sarepta. Na ilikuwa ni wakati wake ambao Mungu alikuwa amemkumbuka. Na tunaweza tukapita katika mambo mengi ambayo tunaweza tukaona ambayo hayawezekani kabisa, lakini somo letu linatufundisha kwamba Mungu anaweza kuonekana kwenye nyakati ambazo akili zetu za kibinadamu
zinaona kama zimefika mwisho. Tukitazama hapa ni kweli kwamba mwanamke mjane alikuwa anaona kama ni akili yake ya kibinadamu ilikuwa imefika mwisho, na hichi kinatuthibitishia kwamba akili yake ya kibinadamu ilikuwa imefika mwisho kwa kutazama kwamba aliposema kwamba hii ni sehemu ya unga ya mwisho alionayo, na ni sehemu ambayo anatazamia kwamba aende akapike wale yeye na mwanae ili wafe. Kwa hiyo ni kama tunaona kabisa kwamba ilikuwa hamna option nyingine, alikuwa anategemea hicho kitu cha mwisho, na ndo hapo kwamba akili yake ilikuwa imefika mwisho. Lakini Mungu anaonekana katika wakati ambapo akili zetu zimefika mwisho kabisa. Mungu yeye alitoa maelekezo, ndo akamwambia kwamba Elia aende, na hili somo linaweza likaambatana pia na somo la utii. Bado tunaendelea kwamba hili somo hichi kilichotokea kinaambatana na utii, kwa sababu pasipo kutii, kama huyu mwanamke angekuwa amejiangalia yeye na mtoto wake, asingetii lile neno la nabii, tunaona kabisa kwamba ingekuwa ni mwisho, na kwamba angekuwa yuko kwenye angekufa kweli na njaa kama alivyokuwa anatazamia. Lakini kwa sababu aliamua kulitii neno la Mungu lililotoka kwa mtumishi wa Mungu, hicho tunakiona kikawa kimemsababisha aokoke na njaa yeye pamoja na mtoto wake, ambayo ilidumu kwa muda wa miaka 3. Na hichi kinaendelea kutufundisha kwamba katika maisha yetu tunapokuwa pia tunawapita katika wakati ambao ni mgumu, ambao ni wakati ambao tunatazamia msaada pekee tunaweza tukaupata kwa Mungu, ni lazima tujifunze kutii, kwa sababu kuna vitu ambavyo haviwezi kutokea pasipo kutii. Kwa hiyo mwanamke, utii wake ndio uliosababisha kwamba akaamua kwamba anajitoa, ikiwa yani akawa yuko tayari, na kwamba hata ikiwa kama huyu mtumishi wa Mungu, na hapo tunaona kwamba alikuwa bado hajajua vizuri kama yeye ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu tunakuja kugundua kwamba anakiri kwamba sasa anajua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu kule ambapo mtoto wake alikuwa amepata shida, mtoto wake alipopata shida ndo tunaona kwamba anakuja kukiri kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo hapa alikuwa ameamua kwanza kutii, kwa sababu watu wengi wanasikiliza wanawaamini watumishi wa Mungu, wanawaamini maneno wanayoyasema, lakini hapa tunaona alikuwa bado hajagundua vizuri kama huyu anayezungumza naye ni mtumishi wa Mungu, ila aliamua kutoa. Na ndipo hapa tunajifunza kwamba kitu kingine kilichokuwa kimemwokoa ni kwa sababu aliamua kufanya ukarimu, na tunaona kabisa kitu alichokitoa kilikuwa kama kwake ni sadaka. Mtu anapokuwa anatoa kitu ambacho ni cha mwisho, ni kama alikuwa ametoa sadaka, na tunaona ni kama ni kitu ambacho alikuwa amepanda mbegu. Katika maisha yetu tunaweza tukapita katika vitu ambavyo vinakuwa sio virahisi, lakini ni vitu ambavyo vitakuwa virahisi kama tukiamua kuitii sauti ya Mungu. Mimi nimekuwa, na nikiwa ninakuwa nilisimuliwa, babangu alifariki nikiwa mtoto mdogo, na baba alipofariki mama yetu alinyang'anywa kila kitu, na aliponyang'anywa kila kitu haikuwa rahisi. Alianza maisha upya kabisa kama mtu ambaye hakuwahi kumiliki vitu, lakini mama yangu alikuwa ni mchaji wa Mungu na alikuwa anamwamini sana Mungu. Kwa hiyo alipokuwa anafanya kazi, nilisimuliwa kwa sababu nilikuwa mtoto mdogo, lakini ni kitu ambacho kinaendelea kutembea kwenye familia yetu, na nafikiri kitakuwa kinaendelea kutembea vizazi na vizazi, yani kwamba kitakuwa ni kitu ambacho kinasimuliwa. Mama yangu alikuwa anafanya kazi, na alipokuwa anafanya kazi aliamua kutoa mshahara wake wote, hakuacha hata shilingi 10. Yani alitoa mshahara wake wote. Alitoa mshahara wake wa kwanza kwa sababu ilimbidi aanze kufanya kazi baada ya baba kufariki. Kwa hiyo akatoa mshahara wake. Alipotoa mshahara, yeye alikuwa anatoa mshahara kwa sababu sisi tulikuwa Waluteli, na Waluteli huwa tunajifunza sadaka ya mbegu. Not sadaka ya mbegu, sadaka ya malimbuko. Sadaka ya malimbuko ni sadaka ambayo unatoa kitu chako chote. Ni sadaka ambayo imeandikwa
nafikiri katika Kumbukumbu la Torati. Ni sadaka ambayo unatoa kile kitu cha kwanza ulichokipata. Kama unafanya biashara, unatoa sehemu ya faida yako yote. Kama umelima, kulima ndo ninasikia kwamba unaweza ukatoa, kwa sababu kulima bado hapo sijaelewa. Labda kama mchungaji anaelewa ataweza kuja kutueleza kwenye sehemu ya kulima, kwa sababu hiyo sehemu ya mazao huwa sijaelewa vizuri. Kama umelima eka 10 unatoa ni unatoa sehemu gani? Kwenye kilimo sijaelewa, ila kwenye mshahara unatoa mshahara wako wote. Na mama yangu nikasimuliwa kwamba akaenda kutoa mshahara wote, na haikuwa rahisi kwa sababu ana watoto wanaomtazama na hana mtu mwingine anayemtazama isipokuwa watoto. Hawana mtu mwingine wanaomtazama, na yeye hana mtu mwingine anayemtazama tena isipokuwa yeye mwenyewe, na anamtazama na Mungu. Kwa hiyo akaenda akatoa mshahara wote. Alipotoa mshahara wote, Mungu aliachilia baraka nyingi sana kwenye maisha yetu, na aliachilia baraka nyingi sana kwa ajili ya familia yetu. Na nafikiri Mungu alitazama ile sadaka na alitazama ile hali ambayo alikuwa nayo, na vile akaamua kumwamini Mungu na kutoa sadaka. Na ndicho nilichojifunza kwa ajili ya huyu mwanamke mjane. Ule mkate aliotoa ilikuwa ndio sehemu yake ya mwisho, na ile ndio kitu ambacho alikuwa anakitegemea kwa ajili ya kwake yeye na mtoto wake. Lakini tunaona kwamba alipotoa ni kitu ambacho kilimwezesha kuishi kwa muda wa miaka 3 yote kulipokuwa kuna njaa. Na hicho ni kitu ambacho tunajifunza kwenye maisha yetu, kwamba kutii, kwamba katika nyakati ngumu pia tunapaswa kutii, na katika kutii tunaweza tukaziona baraka za Mungu na kumuona Mungu katika wakati mgumu, kama mstari wetu wa kukumbuka unavyosema. Kuna hadithi ambayo inafanana na ya mwanamke mjane, na hii hadithi bado mimi nikiendelea, kila nikiitazama pia ninaitazama katika mtazamo wa kupanda mbegu. Hii hadithi inasema kunywa au kumwagia kwenye pampu. Ninakufa katika hili jangwa, familia yangu hawataniona tena, na inawezekana hata wasipate maiti yangu. Natamani ningejaribu jambo hili. Kamwe. Mtu huyu alipoteza matumaini, alilia huku amelala ardhini bila msaada. Akaanza kuomba akisema, Bwana nisaidie, sitaki kufa. Kwa juhudi kubwa akajibiringisha ili alale kwa ubavu. Naye kwa mshangao akakazia macho maumbo fulani yasiyo ya kawaida aliyoyaona kwa mbali. Akajiuliza kama ni oasisi, lakini akaogopa kuwa huenda ni magazigazi. Msafiri huyu akakusanya nguvu zake zilizosalia ili atambae kidogo kidogo mpaka alifikie lengo lake. Kilichomstaajabisha ni kwamba alikuta pampu katikati ya oasisi. Kwa juhudi kubwa mno akaushika mkono wa ile pampu ya maji. Hata hivyo hakuna kilichotokea. Palikuwa tu na kelele za kukwaruza kutoka kwenye ile pampu, kwa. Kisha mtu yule akaona chupa pembeni mwa ile pampu, na ilikuwa imejaa maji. Wakati anaifikisha ile chupa mdomoni mwake, aliona maandishi fulani juu yake. Ujumbe ulisema, mpendwa msafiri, tia maji haya kwenye pampu ili kuanzisha, kisha utapata maji mengi kadiri utakavyo, lakini tafadhali ujaze tena chupa hii kwa ajili ya msafiri atakayefuata. Sasa alijikuta njia panda. Je, anywe maji haya ili akate kiu yake, au achukue hatua ya imani na kuyaamini maandishi yale kwa kutoa maji kwa ajili ya wengine? Je, yeye kweli atapata maji mengi zaidi? Ghafla
alifanya maamuzi, ghafla alifanya uamuzi na akapiga kelele, nitafanya. Akayamimina yale maji kwenye pampu. Kisha akasikia tena ile sauti ya kwa 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 kama ilivyokuwa awali. Hakuna maji yaliyotoka. Ghafla mkono wa ile pampu ukawa mzito na mgumu zaidi kusukuma, na maji yakaanza kububujika. Yule msafiri akanywa yale maji, mengine akajimwagia kichwani na akaendelea kunywa mpaka alipotosheka kabisa. Kisha akaijaza ile chupa na akapumzika. Sasa angeweza kufika mwisho wa safari yake kama alivyokusudia. Tunaiona hii hadithi inafanana kabisa na hadithi ya mwanamke wa Sarepta. Tunaona kabisa kwamba huyu alikuwa na uamuzi wa kuamua kwamba anaokoa maisha yake kwa wakati huo kwa haraka, asijali kuhusu wengine, au anaamua kufanya kwa ajili yake na kwa ajili ya wengine. Na tunaona kwamba anachukua maamuzi magumu. Hayakuwa maamuzi rahisi sana. Tunajua kabisa kwamba mtu anapokuwa anahisi kiu, yani tunaweza tu kwa sababu najua kwamba sidhani kama tumewahi kufikia hatua ya kiu ile ya hali ya kufikiria ya kuhisi kwamba kufa, lakini tunajua kwamba mtu akiwa ana kiu. Lakini tunaona kabisa kwamba anafanya maamuzi ya kwamba atafanya na kwa ajili ya wengine. Na aliposoma ile chupa ilipompa maelekezo, akafanya kile ambacho chupa ilitoa maelekezo. Tunaona kabisa kwamba haukuwa uamuzi rahisi kama tunavyoweza tukasoma tu kwenye hadithi afu tukachukulia kwamba ilikuwa ni rahisi. Ilikuwa ni kazi, kwa sababu alikuwa yuko in between. Alikuwa yuko katikati, kwamba aamue kwamba anatoa kwa ajili ya wengine au atafanya tu kwa ajili yake mwenyewe. Kama angelikuwa ana roho ya ubinafsi, angekuwa ameamua kwamba atakunywa tu yale maji yeye mwenyewe, lakini akafikiri na kwa ajili ya mtu mwingine. Na alipofikiri kwa ajili ya mtu mwingine, kwamba akapanda tena mbegu. Tunaona kwamba akapanda mbegu, tunaona kwamba akaamua kutii kila alichokuwa amekuta maelekezo, na tunaona kwamba kwa kufanya hivyo akawa amefanikiwa kufanya kwa ajili yake na kwa ajili ya wengine, kwamba akapata maji mengi zaidi. Kwa hiyo somo letu linatufundisha kwamba Mungu anaweza kuonekana wakati wa shida, wakati ambao tunaona kwamba haiwezekani. Tunaona kwamba akimuita Mungu na akimwambia Mungu amsaidie, na Mungu anamuonekania. Na Mungu alipoonekana kwa ajili yake, akampa na condition alizikuta ambazo kwamba zilikuwa zinapaswa afanye pia na kwa ajili ya watu wengine ambao watakuja. Hivi vyote ni vitu ambavyo vinatufundisha kwamba tunapaswa kutii, tunapaswa kufikiri kwa ajili ya watu wengine, tunapaswa kupanda mbegu, na inatufundisha vitu vingi, na hata kutokuwa na ubinafsi. Hili somo limebeba vitu vingi sana. Somo limebeba utii, somo limebeba kutokuwa na ubinafsi, somo limebeba ukarimu, somo limebeba vitu vingi sana. Kwa hiyo tunaona na somo pia limebeba kupanda mbegu, yaani mbegu kabisa, kwamba tukipanda kitu kidogo, Mungu atatuonekania kwa kitu kikubwa zaidi. Kadiri vile unavyofanya kwa ajili ya wengine, ndivyo kadiri Mungu ambavyo ataonekana kwa ajili yako. Na somo letu lilikuwa ni somo zuri sana na halikuwa somo refu. Hapa ndipo tumeona namna ambavyo Mungu anaweza kuonekana, namna alivyoonekana kwa mwanamke mjane, anaweza kuonekana leo katika situation yetu ya namna yoyote. Anaweza kuonekana kwenye situation yangu, anaweza kuonekana kwenye situation yako yoyote ile ambayo unahisi kwamba hauwezi, umefika mwisho. Mkabidhi na umwamini Mungu. Na imani pia tunaiona imani. Pia imani hapa ilikuwa ni kitu cha msingi sana. Kwenye utii kuna imani pia, kwa sababu hao watu wote waliamini. Katika kuamini tunaona wakawa wamepata kile ambacho Mungu alikuwa amekiandaa kwa ajili yao. Ishi kweli wiki hii inasema, mkabidhi Bwana matatizo yako, nawe utapata baraka na ukombozi wake. Mkabidhi Bwana matatizo yako, nawe utapata baraka
na ukombozi wake. Mungu awabariki sana.